Mama. Shikamoo. Kitu gani kimetokea mama? Mbona katika hali hii? Niko sawa mwanangu. Mbona nywele zako zimetokana? Hapana mama. Unaonekana kama unalia mama. Nini kimetokea? Hapana, niko sawa mama. Mama niambie. Nimekuambia niko sawa mama. Mama, kama ni hizi shida tu zitapita mama, ni mitihani. Kwani ujiumize kichwa mamangu? Kila kitu kitakuwa sawa. Nitarudi shule na tutaishi tu maisha mazuri kama zamani mamangu. Fatuma, mambo Poa. vipi? Mzima? Mzima. Safi tu. Sasa Fatuma, Naam. mbona siku nyingi zinapita tu na sikuelewi sasa ni vipi kuhusu ile swala langu sasa? Sijanielewa, unamaanisha nini? Kuhusu nini? Mimi si tayari nilishakwambia, kwani mimi nakupenda na ninakuhitaji. Na mpaka leo hujanijibu saa. Vipi sasa? Ndio vipi ama nielewe vipi? Chidi, nakuomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini. Yaani nisikutane na sehemu yoyote ile ukaniambia stori za kipuzi kama hizi. Haki ya Mungu tena nakwambia, sasa kumwambia Dallas. Wewe unajua kama mimi na Dallas tuko wapenzi. Sasa ikoje tena leo umekuja kuingilia mapenzi yetu na hii rafiki yake Dallas? Kwa nini? Sasa nisikilize nakwambia, iwe mwanzo na mwisho. Usiwahi kuniambia stori zako za kipuzi. Fatuma, bado hujanikomoa. Dallas sio kitu chochote kwangu na bado nitakupata. Bro, Naam. mimi sioni kama kuna haja ya kupinda pinda, alafu si ni wanaume. Nafaa tuende moja kwa moja mpaka kwenye point. Si ndio hivyo kaka? Sasa kiukweli bro, yenye niko nao sio mabaya, ni mazuri kwako. Na pia kwangu pia mimi nitafurahi endapo wewe utayakubalia. Mazuri gani kwani? Mimi kuna binti amenifuata. Na yule binti amenielezea ukweli wake halisi uliotoka moyoni mwake. Ananiambia Dallas, rafiki yako mimi nampenda sana. Ninamhitaji katika maisha yangu. Nikiangalia hivi yeye ndo mwanaume sahihi. Yeye ndo chaguo langu la moyo wangu. Unaona? Nikasema ni jambo dogo sana kwangu hili. Wacha nitaenda kumuongelesha na natumai atanielewa. Na binti mwenyewe bro ni Anisa. Anisa huyu unamjua? Ndio. Cheki brother, hapo kwa kweli umelemba bana. Mimi cheki. Mimi Anisa simtaki na wala simpendi. Kwa maana nini? Sina hisia naye. Sasa mbona sasa unitelem kama yule mimi? Cheki, mimi simtaki bana. Hivyo tu. Kakangu, isiwe kesi bro. Isiwe kesi kabisa. Siku zote mtumwa uawi. Mimi nimetumwa, nimefikisha ujumbe. So kama wewe hilo ndo jibu ambalo umelipa, mimi nitafikisha jibu. Umesikia? Kwa hiyo hapo sidhani kama kumekoseka jambo. Tena mwambie nimekutuma kwa herufi kubwa ili neno simtaki. Bas, full stop. Fatuma rafiki yangu, kwa jinsi ndivyo unionavyo, yani kuna mtu anaweza mtaka kankataa? Rafiki yangu, kwanza wakupendeza huko, nani ambaye anaweza kukukataa? Alafu mbona mafumbo kulikoni? Kuna kijana hata kuzielewa hisia zangu, sasa sijui nafanyaje. Rafiki yangu, mapenzi si kulazimisha.
Kama hakutaki wewe achana naye tu. Mimi na hakika utapata machi yako. Ila sio rahisi shogangu. Utafanyaje sasa? Nilikuwa wapi muda wote tangu niingie na kuita Fatma na sikuoni? Mama, nilikuwa nimeenda kwa rafiki yangu Anisa kuangalia kazi ambazo walifanya nilipokuwa siko shule. Sawa kipenzi changu. Najua uko na bidii sana ya masomo. Lakini tia bidii mwanangu. Mimi na imani tu utarudi shule mamangu. Sawa mwanangu? Sawa mama, nimekusikia. Sasa mwanangu, hivi vyombo vyetu ni vichafu na mimi ndo naingia sasa. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba mama achukue hizo vyombo uoshe kidogo tuone tutafanyaje. Sawa mama, acha nioshe vyombo basi. Sawa. Vizuri. Sasa mama, mimi nimekutoa hapa nje kwa sababu mimi kule kwa kila siku nakuja hapa ndani, nataka kodi yangu, unanipa maneno. Mimi najua kila kitu kuhusu wewe. Wewe sasa hivi huwezi nilipa kodi kwa sababu kazini kwako umeachishwa kazi. Hapa nyumbani wewe ndio unatafuta chakula kulisha yule mtoto wako. Sasa nikawa na wazo kwamba nje nikushirikishe kama itawezekana. Basi itakuwa vizuri. Maana mimi unavyoniona natafuta mwanamke ambaye atakuwa anamiliki huu mjengo. Na nikiangalia katika pite zangu mimi nimeona wewe unafaa. Na kama utatilia maanani nakwambia basi hizi shida zitaisha. Maana mimi sitaki nikuone unahangaika na ninavyojua mimi huwezi nilipa kodi wewe sasa hivi. Maana huu ni mwezi wa pili. Unaokuja ni wa tatu na bado hakuna dalili, mambo ni yale yale. Mimi yangu alikuwa ni hayo kwamba mimi nakutaka wewe. Baba mwenye nyumba, huko unaelekea siku. Kwa sababu mimi sijakwambia kama ninashindwa kulipa nyumba. Haya ni matatizo tu. Na naomba mimi nakuheshimu na wewe pia uniheshimu. Mimi sijakwambia kama ninashindwa kulisha familia yangu. Bado nina uwezo na nina imani kama pesa yako nitakupa. Kwa hivyo hilo swala mimi yangu alikuwa ni haya. Lakini kwa sababu mwenyewe umeonyesha kuwa unajiweza, mimi langu jicho. Ila ninavyotoka hapa nikirudi, yangu itakuwa haya mawili. Unipe kodi ama nifunge chumba. Mama. Naam. Shikamoo. Marhaba. Mama, leo tunapika nini? Utakachokiona huko ndani ndio tutakula leo mwanangu. Sijajenga nyumba ya yatima. Naam. Toka huko nje. Karibu. Habari yako? Habari yangu sio njema. Nilichofuata ni kodi yangu. Haya mawili. Unipe kodi ama nifunge chumba. Sawa baba mwenye nyumba. Ila ile swala sikikuwa tushalizungumzia. Habari ya kwa tulizungumzia huo ni wakati mwingine. Sasa nimekuja na mambo haya mawili. Unipe kodi ama nifunge chumba. Hali ya kawaida tu. Mbona sasa inakuwa hivyo? Au uliyataka mwenyewe bwana, toka. Toka. Lakini baba mwenye nyumba mbona anifanyia hivyo? Uliyataka mwenyewe. Bodi jiona wewe ndio wewe ukasema unaweza kulipa kodi. Sasa tuone sasa utalala wapi? Maana mimi ndio nishafunga hapa, nataka kodi. Sasa baba mwenye nyumba, tunaweza tukaongea kidogo? Tuongee nini mimi na wewe? Tushaongea tukayamaliza. Nilikuwa nakwambia hivi baba mwenye nyumba. Nilikuwa naomba nifungulie kidogo. Japo hata kama ni nusu saa, kuna vitu vangu muhimu nataka nivishughulikie. Hapa mambo ni mawili. Unipe kodi ama nifungue chumba nizame chumbani.
ndio utaingia ama nifunge mlango? Nitia wa huruma. Fikiri hapa mimi nakuja kuchekea watu. Unajua kwa umbwa ni nje. Rafiki yangu, majibu niliyokuja nayo kiukweli hayapendezi na wala sio kufurahisha. Nimejaribu kumshawishi kwa kila njia, nimejaribu kumshawishi kwa kila mbinu, ila kwa kweli ameshindwa kunielewa, ameshindwa kuelewa hisia zako. Ni kitu ambacho naweza kukushauri rafiki yangu, naona yule sio riziki yako. Jaribu kutafuta riziki yako chini. Sawa, nimekuelewa Dallas, ila inauma sana, sijui nitafanyaje. Sasa kama ashaamua hakupendi, hakutaki, hana hisia na wewe, utafanyaje sasa? Sawa, naona sio riziki yangu. Haya mapenzi mbona yanacheza? Unampenda asiyekupenda, huo ni mtihani. Tazama siku zinakwenda, unayempenda naye kashapenda mwingine, labda nitoe tu moyo Mambo ni kama unapata raha mpaka unasema basi. Sasa mama, hapo unaona kila kitu fresh. Na kuhusu swala la mtoto kurudi shule, hilo niachie mimi. Nitamsimamia kila kitu na nimekuachia mwaka huu mmoja hautalipa kodi. Kwa hiyo mimi naona nikuache. Bye bye. Mama. Shikamoo. Kitu gani kimetokea mama? Mbona katika hali hii? Niko sawa mwanangu. Mbona nywele zako zimetokana? Hapana mama. Unaonekana kama unalia mama. Nini kimetokea? Hapana, niko sawa mama. Mama niambie. Nimekuambia niko sawa mama. Mama, kama ni hizi shida tu zitapita mama, ni mitihani. Kwani ujiumize kichwa mamangu? Kila kitu kitakuwa sawa. Nitarudi shule na tutaishi tu maisha mazuri kama zamani mamangu. At least nimekuona bro. Nini ba? Mbona mbio mbio kaka? Kiukweli nimepatwa na dharura mtu wangu. Dharura gani? Shemeji yako amenifuata. Namuongelea Fatuma. Amenifuata akaniambia kwamba mama yake kwa limbaya sana hospitali. Anaumwa na inahitajika pesa. Na kiukweli ndugu yangu, hapa nilipo mimi sina chochote kitu. Kwa hiyo nakuomba kama itawezekana, nipe kitu kidogo tu, ili nifike kule hospitali mara moja rafiki yangu. Nakuomba sana. Hapo brother, kwa leo mimi siko vizuri na sitaki kukuwekea promise kwa neti nitakusaidia wakati sina kitu. Kwa hiyo mimi naona uangalie tu means zingine zinioneza diokolea, lakini kwa leo mimi siko vizuri kaka. Sawa bro, mimi nimekuelewa. Maana siko na support nyingine zaidi yako ndugu yangu. Sawa, acha natafuta means zingine mtu wangu. Kuwa na wakati mwema. Kwako pia. Yes, mwingiliana. Huu ndo wakati sahihi wa mimi kuutumia sasa. Habari yako? Nzuri. Vipi unaendeleaje? Mimi naenda. Sawa. Utanipigia, tawasiliana. Sawa.